Mimi nilikuwa kwa nyumba nimetulia, so nikasikia watu wakipiga nduru. Wakati nilikuwa nasikia watu wanapiga nduru, my daughter kaniamsha na niita, mama amka, unasikia watu wanapiga nduru sana. Nawauliza nduru ni za nini? Kutoka kwa gate ndio nikakuta watu wanapiga nduru. Nikiangalia kwa kona pale juu ya mti, naona kuna mtu amepigwa na stima, alikuwa anachomeka. So wakani request nipige simu, nikapiga emergency, nikapiga simu, at least Kenya Power imekuja. Kuna mtu alikuwa anakata mti pale. Mimi nikitoka nimeacha stima ikiwaka. Jaribu kumwokoa ikasidikana. Sasa hapo ndio amechomeka na kufia hapo. Tukiwa tu hapa tumemwangalia. Kwa majina yangu naitwa James Karanja. Mimi ni mkaaji wa hapa Kayole, Naivasha Kayole, na kuna hii ajali yenye ime happen na kuna mtu alikuwa anakata mti na kwa bahati mbaya ile mti ikaangukia waya ya stima, na ile waya ya stima ndio ikasupply ikaleta moto kwake, ndio ule mtu tukaweza kumpoteza moyo wake. So Kayole, Naivasha tuko na janga la vifo zimekuwa mingi, accident zimekuwa mingi. Kama juzi kuna watu wamekufa waine Kihoto, na Naivasha tuombe tu. Hiyo ndio kitu yenye naweza ambia watu, tuombe tu. Mi concern yangu juu huyu mtu wetu jirani juu amekuwa akitufanyia kazi. Ingekuwa Kenya Power wanatrimizi miti zao on time, hatungekuwa na issue kama hiyo. Kwa sababu miti ni mingi, hata ukiangalia huku na ikatwi on time, inabidi wenye residents waanze kufyeka, na wakifyeka ndio tunapata hizo issues. So kama inaweza kuinafika on time isifike kugrow hivyo, tutaweza shukuru.